Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako. Naitwa Dr. Olivia. Ni wakati mwingine tena, ni mwaka wa kumiliki kwetu, na mwezi huu wa 9 ni mwezi wa kitu kuzaliwa katika maisha yako. Somo langu ni dogo sana leo. Nataka nikuonyeshe umuhimu wa wewe kumwabudu Mungu. Je, huwa unamfanyia Mungu ibada? Ibada ni nini? Ibada ni pale ambapo mwanadamu ameamua kusema na Mungu ndani ya roho yake. Kuna ibada za mashetani na kuna ibada za Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo nazungumza kumfanyia Mungu ibada takatifu. Je, unafanya ibada? Unamwabudu Mungu? Kuna njia mbalimbali za kumwabudu Mungu: kupitia sifa, kupitia kuabudu, kupitia miguu yako kwenda katika nyumba ya Mungu, mahali ambapo pamechaguliwa na Mungu kwa ajili ya kumfanyia Mungu ibada. Wako watu katika Biblia ambao walimwabudu Mungu na walizipata faida tofauti tofauti kwa kumwabudu Mungu. Kuna faida nyingi katika kumwabudu Mungu. Unapokaa katika uwepo wa Bwana, inakusaidia kutoa nje sumu zote, maumivu, vitu vyote ambavyo vilikuwa katika maisha yako. Mwabudu Mungu tu kwa ajili ya uzuri wake na utakatifu wake. Pia mwabudu Mungu tu kwa dhamiri safi. Ukisoma katika kile kitabu cha Timotheo wa pili 1 na mstari wa 30 na Kumbukumbu la Torati 10:12, tumeonyeshwa umuhimu wa kumwabudu Mungu. Ibada inaburudisha. Ibada inakurudishia uhai. Daudi aliona kifo mbele yake. Kukosa ibada, unakuwa kama ni mtu ambaye umekufa. Nafsi yako ione shauku ili uweze kumfanyia Mungu ibada. Mungu mara zote, hata katika wafalme waliopita zamani, aliwasisitiza kumfanyia Mungu ibada. Ibada inakupa ujasiri. Ukisoma kile kitabu cha Yoshua 1:9, utakuta mahali ambapo ibada inabadilisha vitu katika ulimwengu wa roho. Ibada inakuwezesha kuondokana na uovu. Ibada inakufanya uwe mtu mkamilifu na mnyofu. Ibada inakuondolea maisha fulani na kukutengenezea hofu ya Mungu. Kwa hiyo wewe ambaye uliacha kwenda kanisani, uliacha kumfanyia Mungu ibada kwa sababu ya makosa yako, kwa sababu ya changamoto za kiafya, kwa sababu ya dhuluma na mateso ambayo ulikutana nayo, niko hapa asubuhi ya leo kukuombea kwa Mungu Baba uweze kumfanyia Mungu ibada. Zaburi ya 27 na ule mstari wa 4, Daudi anasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Nyumbani mwa Bwana ni katika uwepo wake. Hakikisha unakaa katika uwepo wa Mungu. Hakikisha uwepo wa Mungu haukuachi. Kuna thamani. Daudi aliona thamani ya kukaa katika uwepo wa Bwana. Hata ukisoma katika kile kitabu cha Yohana, kwa yeye kukaa katika uwepo wa Mungu, hata Yesu Kristo tunaona aliitwa mwana wa Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Kuabudu ni kuingia katika uwepo wake. Uweponi mwa Mungu unapoingia, unaziona fadhila zake, unaona mambo mengi ambayo Mungu amekutendea kwa miezi 9. Hebu anza leo kumwabudu Mungu. Kwenye gari yako weka nyimbo za kumwabudu na kumsifu Mungu na kumtukuza kwa ukuu wake. Unayenitazama asubuhi ya leo, nataka nikwambie, maisha yako ni ushuhuda. Wako wengi uliosoma nao, uliofanya nao kazi, hawapo tena. Si kwa sababu walitenda mabaya, lakini ni muda uliisha. Nami nataka nikwambie, kuna furaha mbinguni kwa ajili ya mwenye dhambi mmoja akitubu, na zaidi kunakuwa na furaha mbinguni kwa ajili ya mtu ambaye anamkumbuka Mungu. Ukimwabudu Mungu utabarikiwa. Biblia inasema katika Kumbukumbu la Torati 8:8, anasema ukibarikiwa mkumbuke Mungu, maana yeye ndiye akupae nguvu za kupata utajiri. Uliwahi kuchukua muda na nafasi ya kumwabudu Mungu? Leo ninataka kusema na wewe, unapomwabudu Mungu atakushindia vita. Unapomwabudu Mungu, Biblia inasema basi tukikaribia kiti cha rehema kwa ujasiri. Unapomwabudu Mungu na kumsifu na kumshangilia kwa matendo yake makuu katika kazi yako, katika mahusiano yako, katika elimu yako, katika chochote unachokifanya, hiyo ni silaha kabisa ambayo itakuwezesha wewe kupokea zaidi kutoka kwa huyu Mungu. Asubuhi ya leo nataka kusema na wewe, Mungu anataka umwabudu. Unapomwabudu Mungu atakupatia fedha.
Unapomwabudu Mungu atakupatia pia watu. Isaya 43 anasema kwa kuwa nimekupenda nitatoa watu kwa ajili yako. Kuna watu wengi wako wamekuzunguka lakini sio watu wa maana. Ninakuombea asubuhi ya leo Mungu akupe moyo wa neema wa kumwabudu Mungu, na ili unapomwabudu Mungu baraka zikufuate, uponyaji utokee, neema ya Mungu ikuzingire. Tumeumbwa tumiliki na kutawala. Kama ambavyo Yesu alitokea katika mng'ao wa utukufu, tukimsifu na kumwabudu na kumuonyesha yeye anaweza, ataonyesha neema yake katika maisha yetu. Kuna vitu unaweza ukavipata katika kumsifu na kumwabudu Mungu na kumfanyia Mungu ibada. Cha kwanza ni kibali. Unaweza kupoteza kibali, watu wakakukataa, kazi ikaondoka, lakini hebu geuza silaha. Wakati adui ametuma mabaya katika maisha yako, wewe msifu na kumtukuza Mungu. Unapomsifu na kumtukuza Mungu, laana inaondoka. Unapomsifu na kumtukuza Mungu, moyo wako unapata changamko. Biblia inasema unapomsifu pia unapata watu watakao kuwezesha, watu sahihi katika maisha yako. Unaweza ukawa na vitu vingi, lakini kwa sababu haujapata nafasi ya kukaa katika uwepo wa Mungu na kumwabudu wewe binafsi ndani kwako, ukiwa hauna elimu, ukiwa hauna dini, lakini ukajua kuishi kwako it is a mystery. Huko hapa duniani kuna mission ambayo Mungu anataka uiaccomplish. Na kuanzia sasa anza kuwa na tabia ya kuimba, kusikiliza nyimbo zinazomrudishia utukufu yeye. Maana tumeumbwa kwa sura na mfano wake yeye, na tuko hapa tumtukuza yeye, tumwabudu yeye na tumtumikie yeye. Asubuhi ya leo nitaka kukuonyesha faida za wewe kumwabudu Mungu. Unapomwabudu Mungu unakuwa umejiwekea hazina mbinguni. Mathayo 6:20-21. Watu wanadhani kujiwekea hazina ni kutoa tu vitu na fedha, lakini hata unapo appreciate kwamba mimi ninaishi kwa neema yake, ninalala kwa neema yake, ninasafiri mwaka mzima sijapata ajali kwa neema yake, walioko jela ni watu kama wewe, walioko wameparalyze ni watu kama wewe, na hata wewe ambaye ni mgonjwa anza kumwambia Mungu asante. Na hata wewe ambaye uko katika hali fulani, Mungu anataka ubadilishe direction, anza kumwabudu. Kila dini ina utaratibu wake. Hapo katika nyumba yako kuna nyimbo katika dini ambayo wewe unaamini, zisikilize. Soma Biblia. Hii ni katiba ya serikali ya mbinguni duniani. Wakati unamwabudu Bwana atakupa ufunuo. Tunaona Daudi hakuangalia alivyokuwa na utukufu, hakuangalia yeye alikuwa ni mfalme, alicheza mbele za Bwana. Unapopata nafasi ya kucheza na kumfanyia Mungu ibada ya sifa, fanya. Bwana Yesu asifiwe. Fanya ibada ya sifa, maana unapoendelea kukaa katika uwepo wake, baraka ni lazima, kushinda ni lazima, neema ni lazima. Nilitaka kuongea na wewe kwa habari ya kumwabudu na kumsifu Bwana. Mithali inasema moyo uliochangamka ni dawa nzuri. Je, utalia mpaka lini? Je, utaugulia maumivu mpaka lini? Wanaokuja kukuletea chakula leo, waambie naomba mniwekee nyimbo za kuabudu na kusifu. Ukiabudu utatiwa nguvu. Ezra 16:25. Ukiabudu unapata ulinzi. Yeremia 20:13. Ukiabudu utapewa nyota nzuri. Mamajusi waliona nyota ya Yesu kwa sababu iling'aa. Mimi na wewe tukichukua hatua ya kuanza kumsifu na kumtukuza Mungu kwa uzuri wake, kwa wema wake, maandiko yanasema tutake neno moja tu kwake, kukaa na yeye. Ninakuombea asubuhi ya leo Mungu akujaze nguvu zake, uwepo wake na baraka zake. Ukae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yako. Bwana anaenda kuburudisha moyo wako. Bwana anaenda kukuondolea magonjwa. Bwana anaenda kukuondolea aibu iliyokutawala kwa muda mrefu. Daudi alimpendeza Bwana kwa sababu aliona neema ya kumsifu ndio njia pekee ya Mungu kumsaidia tatizo lake. Unapomwabudu Bwana, unapomfanyia Mungu ibada, atakusaidia katika matatizo yako. Unapomfanyia Mungu ibada, atakupa ufahamu sahihi kuhusu ibada ni nini. Pokea hiyo neema ukaishi. Shalom, shalom. Jesus.
uchawi ulioachiliwa. Wewe joka uliyevaa mwili, ondoka, ondoka, chimwe ndani yake, bye bye, kwa jina la Yesu. Nabii Oliva, dada wa jibu, ana majibu ya maswali yako.